kile nitapata mpeleke ndugu yangu hospitali. Hata sasa kuna bili iko mahali ya hospitali na alikuwa ametumwa MRI na hajaenda. Sasa akasema mimi nitaenda. Babake akamwambia wacha nisimame na pesa zangu mimi nione kama safari nini tutapeleka yeye. Alimuuliza ngoja pesa na nani? Akamwambia mwagoja pesa wewe na nani? Wewe na nani mwagoja pesa? Akamwambia mimi nitapata nyumba, nitapiga. Nitawaambia ndugu yangu kwa nyumba. Akaamua tulale kesho tuongee. Akasema mimi niamua. Akamwambia utaweza? Akasema nitaweza na wewe baba niweke najua baba. Uende uambie. Upewe hiyo nafasi. Upewe hiyo nafasi. Tukaja tukimuuliza utaweza? Hutaweza. Akasema nyinyi nendeni nyumbani, niacheni damu. Sasa hapa nimekuja na document. Sasa hivi ni evidence iko sawa. Elezea tu Wakenya wanakusikiza. Unajua kuna Wakenya wanataka kujua. Sasa mimi ninaweza sema nimeshukuru kwa sababu pia nyinyi mmejitolea na mmesema mtoto mmemchukua. Mimi najua mtoto wangu ameenda hospitali. Pahali Sakaja wako wajue mimi najua mtoto ameenda hospitali. Wakubwa wote wa Nairobi akina Pasali akana Karen Nyamu mujue mimi najua mtoto ameenda hospitali. Mimi hata mkaniambia padeni ndege Monday I'm ready. Kuna visa kabisa. Na kama mnataka kuja kumuona hata nyumbani umekaribishwa. Okay. So mtoto ndio huyo ama ni picha? Ni Dani Kashango. Ni mtoto yako? Sasa vile mama amesema anafaa kwa class form 4. Aja afanya juu ya kulemewa. So wala ambao mlikuwa mnauliza mbona ndugu aliamua hivi, anaomba aende hospitali. Ndio hii mtihani ya mwaka huu afanye. Hata kama atalete hii mimi nitashukuru, bora apate karatasi. Nasikia mama shida ni masikio, ana nerves. Kuna vile tu mnaweza mkakaa aseme mwili wote wa kamoto. Ni nerves zinaisha. Mtoto kuna vile ana collapse, unaona akitembea ameanza kuvuta miguu, anakalia miguu. Akishakalia miguu kimuuliza anakuambia siwezi. Sasa hii ugonjwa umefika hospitali gani? Ako nyumbani. Si unaona hii ni nyumbani. Si unaona anawekewa maji nyumbani. So anafanyiwa home based care. Mtoto nimezunguka mpaka hata mimi mwenyewe nimeona, nimeinua mkono. Sasa hii ugonjwa imetoka kwa miguu, imeingia kwa mikono, imetoka kwa mikono, ikianza kuna vile anasema macho imepotea. Kuna vile inamuaffect spinal cord. Sasa ile imeanza kichwa inamuaffect spinal cord. Kuna vile hiyo sikio nyingine lazima. Kwa hivyo mambo mawili naweza matatu. Anaweza akakalia wheelchair kwa sababu ya hiyo. Uzao ukienda kwa brain. Anaweza akapoteza macho. Atakuwa na shida ya mgongo na pia sikio itapotea. Hata kuna wakati nilimpeleka hospitali nyingine iko hapa Gongo. Ya Wasomali hapo. Hospitali natoa mtu alete hapa Gongo. Kidogo jamaa wa media kutokana na watu wa tunaitwa tukue kwa mstari mmoja. Nilitiwa akiwa Juja, nikaitiwa amegongwa na jiwe na masikio ikapotea. Nilipofika hapo nikapata daktari mmoja Mkamba msichana. Aliniambia chukua mtoto, akaniuliza ulienda naye wapi? Umempeleka hospitali gani? Nikamwambia hivi. Akaniambia chukua mtoto umpeleke South Africa ama nimpeleke Canada. Those are the best hospital anaweza akamika. Na ya India ikuwe that. Lakini mimi vile nilienda na hawa watoto India, manake hata huyu nilienda naye India. Sasa alienda India wanatibu watu. Na si Okay. Na ungependa kuambia Wakenya vipi? Sababu Wakenya wanakutizama, ni support gani ulikuwa unataka kwao ama in support of your son? Mimi ningetaka kusapotia mtoto aende hospitali basi. Yes, vile mama amesema
ni mtu mzima, hawezi kuja hapa tu anza kusema kwamba anadanganya. Ako na all the documents, mpaka passport zao. Sasa passport yako. Acha. Hii ndio yenye hapo yellow fever zote ziko. Unaona passport iko ni new model ile ilikuwa imestampiwa 2018 hapo. Ya kitambo ile. Hii mpya hii. Imestampiwa already. Alikia kutoka yeye. Ndio neno nao. Hii ni Daniel Gashango. Ile visa ya kwenda India kwa wapi? Visa iko. Yaani yenye ilikuwa hii ni migration ya Kenya. Ndio hii. Hii ni ya India. Ndio hii ina confirm alienda India tarehe 30 mwezi wa 8 2018. So mama adanganyi, lakini sikuweza kurudi. Juu ya nini? Alikosa hela. So naomba Wakenya tuweze kusimama na hii family, tuweze kuwasaidia ili waweze kupata hela, wapeleke huyo mtoto India, huyo mtoto aweza akatibiwa. Huyu ndugu amejituma kwa sababu anapenda ndugu yake sana. Kama si upendo wa brother yake angekuwa hapa. Is a young man who is 14 years old, but he opted akuje ashikilie tu mti. Maybe many Kenyans of goodwill wata come through, na mimi nimekuja hapa nikasema waje tusimame na yeye asua kama Mkenya mwenzangu, tuhakikishe kwamba tunampea hiyo support anapo advocate for better healthcare systems in our country. We also support his brother to go get that care in India, but let him be the last one going to India. Moving forward, we need to work on our systems so that they get those services in Kenya. We can have our India in Kenya, and I'm appealing to leaders, people in authority, let's try and work towards transforming our healthcare systems. We improve on our healthcare infrastructure. We make sure our hospitals have medicine. We make sure our hospitals have doctors. We also take care of the welfare of our doctors and the nurses and all healthcare workers. And as a county government of Nairobi, we are going to make sure once he finishes his challenge, we take him to Mbagathi Hospital for medical assessment before he's released to go home with his parents. Because he's a young man, they have to go and check on his body, wafanye test za mwili wote, kuhakikisha kwamba mtoto atakapoenda nyumbani yako sawa. Hilo ndio nataka kuhakikisha amepata hiyo huduma usiku wa leo. Nimeita ambulance imo njiani, ilikuwa hapa mchana ikaenda emergency na sasa inarudi. Nije mbebe impeleke wapi? Hospitalini. Na ombi langu pia kwa wa Nairobi, unapoona mtu, unajua Nairobi is the only place utaona mtu akiibiwa na unamwangalia unapita. Ndugu yako ataanguka chini kwa street kwa sababu si ndugu wa tumbo moja, umeona anakufa hapo na umwache uende usema anajifanya ama sio shughuli yako. Naomba turudishe ile upendo. Ukiona mwenzako kwa street anateseka, jaribu kumuuliza ako pale kwa nini. Ukiona ndugu kama huyu amehagi mti, niliona kwingine watu walikuwa wamejaa hivi. Wa Nairobi sijui kama ni upendo hatuna ama ni nini, ama town ni mbali kutoka mtaa. So aliweka central Nairobi mahali watu wakawangware wanaweza fika wa Kibera, Dandora, lakini sijawaona. Lakini naomba mahali mpo, let's support this young man. Hii dream yenye ameanza kusupport brother yake tusimwangushe. Hiyo ndio support tunaweza mpatia kama wa Nairobi na wa Kenya ambao mnatutizama. So what he's doing it for his brother. Ni mkubwa wako, ndugu yake mkubwa. Sasa unasikia aje? Najua unaenda kuwa the youngest tree holder, inaitwa hugging ama tree hugger. Yule amesema sio mimi. Kijana tunamsupport. Tumebakisha masaa machache sana. Tuko saa 2:19, tumebakisha kufika saa 3 tumalize hii challenge. Maybe akifika saa 3 anaweza patia hiyo challenge another 5 minutes ikuwe 9:05. The clock na 9 exactly. Pengine apewe ugali. Kama ile hospitali madaktari kula kitu mzito, waeleze ile kitu akakula. Wewe kula unaendelea tu yenye ulikuwa na consume hadi hospitali.
kisha madaktari watatuadvise ama fruits. Unataka kula pizza? Ungetamani kula nini? Mpaka daktari hapo. Daktari tu ndio atamwambia. Ulikula nini mwisho? Ulikula nini mwisho? Tangu Tuesday hujaweka kitu kwa mdomo? Hivi tu umekuwa kusurvive na nini? Hello. Glucose. Hello. Umelala? Hata ukikaa hivi wewe usiingia kwa mtu sema hata ni usiingie ikoje? Iko. Hata blink anakuwa. Umelala hata. Unaona hapo copy hiyo link hapo ya au hapo tu vile unafungua restream hapo nimekuandikia nini stream keys. Leo hakuna utakuwa na maji. So vile umeifungua tu hiyo kwa screen hapo inakuletea some keys Naomba tusonge hivi sababu unaona restream. Ukifungua restream hapo imekuleta mahali una update nini title. Si uko juu yo. Una mkopo kuna iPhone kali. Napigia Rikomondi pia. Sasa hapo kando utaona hizo screen. Wananchi wetu, kina mama, kina baba na vijana sana, hamjambo. Leo ni siku muhimu sana kwa familia yetu, kwa sababu huyo kijana ameumia sana. Alikuwa na shida, tunajaribu kuunganisha pesa, tumepata kidogo kidogo hapa na pale, na huyu kijana akasema hiyo kidogo mko nayo, mimi nitajaribu niwaongezee. Na of course tukamuuliza, tukashtua ni nini, akasema hapana, mimi nitafanya hiyo kazi inafanywa, nitashika mti nikae nayo mpaka chini. Sasa ndiye huyu na mambo inaendelea, na ni kweli watu wanatuma pesa, wametuma pesa, inaweza ikawa ni 100,000, 200,000 whatever. Na ni muhimu kwetu sisi kwa sababu tutaunganisha, na tumepewa ahadi na mkubwa wetu hapa kuwa watu wake watasaidia. Alitaja hata gavana akasema atatuangalia, na ile wakati tulienda India ni vizuri kusema yule gavana alikuwa hapo hapa, Gavana Sonko alitusaidia sana wakati huo. Kwa hivyo Nairobi ni kuzuri, ukiwa na shida unaweza ukasaidiwa, na ni vizuri kuwa na hiyo imani, kwa sababu nao wakiwa na shida tunawasaidia. Kwa hivyo nafikiri ni tukae hivyo, tusukumane hivyo, masaa sio mabaya, tuko na 35 minutes, kwa hivyo tutulie. Umechoka? Jambo muhimu, usianguke. Ukianguka hii record itatusumbua sana. Lazima tumalize hii record. Amebakisha kidogo jipe. Sababu tunaweza tukasema tunauliza yuko wapi na haonekani. Jipe nguvu, daktari yako hapa. Jambo muhimu ni tusimame imara. Kijana aende hospitali atulizwe, naye kijana wao aende kule hospitali, na sisi tuendelee na maombi yetu. Ile kitu ningeomba tukimaliza mambo ya hospitali, ningeomba tutarudi hapa mheshimiwa, tutarudi hapa na ile pesa itabaki, tutakuja hapa kunywa chai. Naomba msonge kidogo ndio kila mtu atoshe. Watu wote journalist wetu msonge ndio kila mmoja. Wale wenye wako nyuma tusonge kidogo kaini. Wenye wako nyuma msonge so that create space kila mmoja apate. Tusonge tu. Pia tusimumalizie hewa. Unajua tukikaribia tutafuta hii hewa sana, lakini there's enough for everyone. Kwa hivyo kuna miti. Kwa hivyo hali ilivyo sasa, tuna imani Mungu amefanya kazi yake na ataendelea kufanya, na naona kijana ataenda hospitali. Yes. Na kijana huyu naye Mungu naomba naye ambariki kwa hiyo kazi amefanyia familia, especially ndugu yake. Sisi tunajua historia ya kwetu
kule tumetoka kule mlimani na kule mmetoka ile milima ingine, milima ni mingi vijana wa mama moja tunasikia wamevuruana mpaka kwa shimo, si ndio hiyo? Ati wanagawana sijui shamba, wanagawana ng'ombe, wanagawana mambo mengi. Hii ndugu yake huyu na ndugu yake, tungeomba Mungu awajalie mema, waendelee hivyo hivyo, wasaidiane mpaka mwisho. Kwa hivyo sisi kama familia ya Mwalimu Gachanja tunafurahia na tungetoka kuwashukuru sana na Mungu pia awabariki. Na yeyote ana mtoto ambaye akiwa na shida sehemu fulani, simu yangu ni hii, usiogope kupiga simu tena useme mwalimu, hata mimi niko na shida. Ni huyo bwana. Wewe mwacheni hiyo mchezo bwana. Wewe wachaneni na kama nini what are you doing? Wewe kwani ni challenge nyingine kana mnamfanyia? Tulieni, acha tumalize hii challenge. Ndio zingine mtafanya. Ndio mambo mengine. Kwanza pale popote umechoka sana. Pale popote ukiona kamba, unajua kamba kazi yake, si ndio? Wachaneni naye. Acha hata kumuguza. Acha hata kumuguza, muachane tu. Na hiyo sasa. Wachaneni naye. Muachilie karibu na yeye, mkaribie ndio mshikilie sasa. Na mambo mengine muachane nayo. Sawa. Mwende pole pole. Hata kule Murang'a nilisikia walicheza wakaanza ngoma. Wakacheza ngoma, wakasahau. Kijana yao kumbe hata wanamkanyaga, shamkanyagia chini. Kwa hivyo tungetaka sisi tuangalie hiyo programu yetu, kama kuna mambo ya maombi, kama kuna watu, kuna mapasta wako, kama kuna walimu wako, kama kuna madaktari wako, karibie ndio nao watupatie ujumbe wao, na sababu mheshimiwa ndiye anasukuma hii kazi. Masaa ikifika tuone vile mambo itakuwa. Mimi nawaombea na nawabariki. Tungetaka dunia sasa angalia hivi. Wewe angalia hapa, angalia mataa. Umechoka? Macho ipuchanga. Ni hii miti hapa nalia mtu. Ni hiyo kumdistract. Yeye mnataka kuharibu challenge tusifike masaa na tuko kwa city. Unajua kuna wadudu wako huko kwa hii mti. Na wamemkula katika siku 3. Sasa wamesikia anataka kwenda. Yao Sasa ndio wanauliza anaenda wapi. Hapa mujipange. Mambo mwisho unajua vita yote, hata ile safari mnasikia, hata ile marathon, ile masaa mbaya ni gani? Ya mwisho. Ukienda kumaliza unaweza ukaona kamba iko pale, uangukie hapa. Bakisha 31 minutes to go. Basi tuko na nyinyi. 31 minutes to go. Tusemeni kwa sauti kubwa, tuseme Mungu abariki. Mungu atubariki. Sawa. Mwenye kofia.